Adunga mwanamke alafu atanatoka na 200,000. Sure. Mimi nataka kusema nikiwa hapa CBD ya kwamba huyo mtu arudishwe kotini, arudishwe rumande, kwa sababu hii 1200 sio yake, ni yeye wananchi wa huduma yake amenyang'anya. Arudishe, na tunasema DCI mahali penye yako. Tunataka kuona kesho ama tutengeneze maandamano kesho, huyo pasa arudishwe rumande. Tunataka akae hapo kama Mackenzie. Sasa tofauti ya huyo na Mackenzie ni nini? Ni nini kwa wenzangu? Mr. Speaker, nikiendelea nataka kuuliza makanisa wako wapi? Kazi yao tu ni kufanya mnagani, kuangalia serikali imefanya nini, serikali wako wapi? Wakatoliki wenye walikuwa wanasema maneno yao hapo, wako wapi? Tunataka pia Mr. Speaker, tuambie Pope mahali penye yako. Pope angalia hawa wakatoliki wake, wasikuwa wanavaa kola hapo wanasema wow, they are holier than anybody in this world. Hatuwezi kubali hiyo maneno. Tunajua maneno yao, wako na watoto. Tunajua in fact wao ndio hata ndio wanatuma za zingine, wanawake wengine wanachemshwa. Tunataka, we want to call them out. Hawa wakatoliki wakue, tunataka huyo Pope akuja afanye life auditing. Tujue kweli hawa watu wanaogopa Mungu na service yenye wanafanya ama bana. Nikimalizia Mr. Speaker, bado nataka kusisitiza huyo pastor tunataka kumuona kama amerudishwa. Kama hajarudishwa, ule mtu mwenye amelala na msichana mdogo asishikwe. Ule mtu mwenye amelala na umbwa hasishikwe. Ule mtu mwenye amelala na ng'ombe hasishikwe. Huyo pastor tunataka tumuone kesho, na ni kesho. DCI yako wapi? Kesho tunataka huyo mtu arudishwe. Paka huyo msichana, huyo mtoto wenyewe afanye namna apone. Na akishapona, Mr. Speaker, naomba wanipatie huyo msichana, mimi nikae na yeye, kwa sababu huyo jamaa hajajua. Mimi ni mjukuu wa Nabongomumia. Nabongomumia alikuwa na bibi karibu 30, bado naweza ongeza. Asante sana Mr. Speaker. There is no situation that can justify murder, whether you are doing it to a lady or to a man. Tusikuja hapa kujustify ati wanauliwa kwa sababu fulani. Don't justify any situation that can take life of human being at any given time. Ukisema wasichana wetu wanauliwa na Nigeria, does it mean Kenyan men are very weak to deal with those couples that coming to kill our girls? We better deal with the Nigerian, because ukisema wanauliwa na pesa, we know hii nchi shida ya pesa iko na jiamiki. Pesa inaitishwa kwa kona zote, so naye kutafuta inaweza tafutwa na kona zote. But don't justify ati mtu ameenda. We are not innocent. Maybe maneno ya kuua imewahi kukuja kwa akili, but self control na self constraint ikakufanya uone huyu ni mtoto ya mtu. Usifanye kitu yenye kesho unaweza jutia. Kitu ya pili, wa ladies, mimi ni baba yako na wasichana. Kitu na nitakwambia, pesa yote ya mwanaume, ile pesa unaweza kula ya bure ni ya baba yako. Ule mwanaume anaweza kukupea pesa na asijutia na asiweke deni, ni mwa baba yako. Anakupea akikuishi well. Mwanaume ingine yote ukula pesa yake, negotiate the price of paying the money. Lakini nao wanaume, a society that kills the vulnerable is a weak society. Uwezi enda kwa kuku ikudone useme umesikia kauchugu kidogo, hiyo kuku lazima ikufe. Hiyo ni makosa. Hiyo kuku unaweza pea chakula juu ni chakula ya kesho. Ipeperese. Sio kuua. Msichana anaweza kuja na frustration za kwao, anaweza kuja na mashida ya kwake, anaweza kuja na frustration ya the last relationship alikuwa nayo. But don't justify ati sasa huyu amenifanyia hivi. Mtaona hakuna collective way of killing. Murder is a murder, na murder ni makosa at any given time. Please, let's save our girls and let us make it an effort
whoever will justify to kill them, hiyo ndio tunafaa kuondoa. Hata kama ni nyumba tuseme wanauliwa kwa hii nyumba, afadhali ibomoke. We save a generation. Tafadhali.